took it over, and that is how I made it through. I made it through. I made it through, and I don't know how I did it. I made it through, and I can't tell how I did it. One thing I know, Jehovah took it over, and that is how I made it through. I made it through. I made it through, and I don't know how I did it. I made it through, and I can't tell how I did it. One thing I know, Jehovah took it over. That is how I made it through. You made it through, and you don't know how you did it. You made it through, and I can't tell how you did it. One thing you know, Jehovah took it over, and that is how you made it through. I made it through, and I can't tell how you did it. I made it through, and I can't tell how I did it. One thing I know, Jehovah took it over, and that is how you made it through. I made it through. I made it through, and I can't tell how I did it. I made it through, and I can't tell how I did it. But one thing I know, Jehovah took it over, and that is how you made it through. Haleluya, haleluya, haleluya. Ninawasalimu katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu ainuliwe. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. You made it through. If you see that everything is not working on your way, na you find yourself giving up, you find yourself not seeing the way, I am here to tell you that you are going to make it through, and you will not know how you have done it, but I assure you today that Jehovah God is going to take over your situation. Trust in him. Do not faint. Hallelujah. Usikate tamaa. Usione kama vile nguvu inakuishia, kwa hiyo hauwezi kwenda mbele. Hautumii nguvu yako wewe, unatumia nguvu yake Bwana Yesu. Unatumia nguvu ya Roho Mtakatifu, ndio maana uko hai mpaka sasa na unaendelea kusonga mbele. Wapendwa, hakuna kukata tamaa katika safari ya kumtafuta Bwana. Hakuna kurudi nyuma katika safari ya kumtafuta Bwana. Tunajua, tunachagua tunataka kumtumikia. Na wewe kama umeamua kumtumikia Bwana Yesu, hakuna kukata tamaa. Tunasonga mbele, tunashika mpaka tufike. Mungu amesema kwamba kwenye neno lake, hata tuacha, atakuwa pamoja na sisi mpaka ukamilifu wa dahari. Hatujafika kwenye ukamilifu wa dahari, tuko pamoja na Bwana, yuko pamoja na sisi. In that situation that you are passing through, you are with Jesus. In that situation ambao unaona kwamba hauwezi kuendelea, hauwezi kusonga, umesongwa kweli kweli, unasema mimi hapa siwezi, hata sijui kama Mungu yuko pamoja na wewe. Nimekuja kukwambia habari njema ya kwamba Mungu yuko pamoja na wewe, anakutengeneza na anakutengenezea njia. Usikate tamaa, inua moyo wako, inua imani yako kwake Bwana. Basi twende tukamshukuru Mungu kwa ufupi, alafu twende tukajifunze, ama twende tukatafakari pamoja kwa ufupi. Twende tukaombe, tukamwabudu Mungu wetu, na tukaendelee kumtukuza, kwa sababu ni siku njema ambayo Bwana ametujalia. Ni wakati mzuri ambao Bwana ametujalia. Haleluya. Mungu wetu na Baba yetu, tunakutukuza, tunakuinua Bwana. Tunaliabudu jina lako na kulitukuza. Tunakuadhimisha
Mungu wetu katika muda kama huu. Bwana, tunakushukuru Bwana kwa sababu ya uaminifu wako na neema yako. Njia zako Bwana na fadhili zako zimekuwa ni njema katika maisha yetu. Hata sasa Bwana, wewe umekuwa ni msaada wetu, tena umekuwa ukitusaidia. Bwana, tunakushukuru Mungu wetu. Tunanyenyekea kwako tukisema asante Bwana. Tunanyenyekea tukikushukuru, tukiliinua jina lako, tukikutukuza Bwana kwa ajili ya mchana wa leo. Ninasema asante kwa ajili yangu, nasema asante kwa ajili ya kaka huyu, kwa ajili ya dada huyu. Ninakushukuru Bwana kwa ajili ya kijana huyu. Ninakushukuru Bwana kwa ajili ya taifa la Tanzania. Ninakushukuru Bwana kwa ajili ya kanisa lako Yesu ulimwenguni kote. Ninakushukuru Bwana kwa sababu wewe ni mwaminifu. Hakuna wa kufananishwa wala wa kulinganishwa na wewe. Ninakushukuru Bwana kwa ajili ya mataifa yako. Ninakushukuru Bwana kwa ajili ya Israeli. Ninakushukuru Mungu kwa jinsi ambavyo unaendelea kujifunua katika nyakati hizi. Bwana, katikati ya nyakati ngumu wewe unajifunua. Wewe unaonyesha nguvu na uweza wako. Uinuliwe Jehova, uinuliwe Bwana, ambaye hujatuacha tukawa mawindo kwa adui zetu Bwana, bali umeendelea kutupigania, umeendelea kutusaidia, umeendelea kutuinua, umeendelea kutupa moyo wa kusonga mbele. Bwana, tunakushukuru, tunasema ni asante Bwana. Tunaliinua jina lako Bwana, hata katika majonzi, hata katika nyakati za kushushwa chini. Bwana, umekuwa pamoja na sisi, tena wewe ndio umetuinua Bwana. Wewe unapigana na maadui zetu, unapigana na wale walioko sirini, unapigana na wale walioko wazi, unapigana vita vya wazi na vya siri, katika jina la Yesu wa Nazareti. Tunakushukuru Mungu kwa sababu neema yako imekuwa pamoja na sisi Bwana. Hujatuacha hata kwa wakati mmoja. Nasema asante Bwana. Ninakushukuru Mungu wangu. Ninasema ni asante Bwana. Ninakushukuru Bwana. Ninasema ni asante Bwana. Katika jina la Yesu wa Nazareti ninakuja mbele zako Mungu wangu na Baba yangu. Ninaomba rehema, ninaomba toba Bwana. Dhambi zote nilizozitenda kwa kujua na hata kwa kutokujua Bwana, ninaomba utusamee Bwana. Utuoshe na kututakasa dhambi zetu. Utuoshe na kututakasa Bwana. Ninaomba rehema kwa ajili ya kaka huyu. Ninaomba rehema kwa ajili ya dada huyu. Ninaomba rehema kwa ajili ya baba huyu. Ninaomba rehema kwa ajili ya mama huyu. Ninaomba rehema kwa ajili ya vijana hawa. Ninaomba ukaturehemu Bwana, kwa sababu sisi tu wakosaji, tumekukosa Bwana. Muda mwingine tumeshindwa kuelewa njia zako, tukajikuta ya kwamba tunafanya maamuzi kulingana na vile tuonavyo sisi, lakini kumbe Bwana, machoni pako Bwana ni ubatili, machoni pako Bwana ni dhambi, machoni pako Bwana ni makosa Bwana. Pale ambapo tumeshindwa kuitii sauti ya Roho yako Mtakatifu, tunakuomba utusamee Bwana. Tunakuomba uturehemu katika jina la Yesu. Pale ambapo Bwana tumeshindwa Bwana kufuata sauti yako, tumeshindwa kukusikia, tumeshindwa kukutii Mungu, naomba uturehemu, naomba utusamee Bwana. Ninaomba ukaachilie ile damu yako ya thamani, ile damu ya Yesu ikapate kwenda kutuosha, ile damu ya Yesu ikapate kwenda kututakasa, ile damu ya Yesu ikapate kwenda kutuondolea kila nguvu mbaya, kila ila, kila utendaji kazi Bwana. Ninaileta damu ya mwana kondoo sasa. Ninaileta damu ya mwana kondoo katika taifa la Tanzania. Ninaileta damu ya Yesu sasa katika taifa la Tanzania. Ninaileta damu ya Yesu katika kanisa la Yesu. Damu ya Yesu ikatakasa, ikapate kwenda kuosha, ikapate kwenda kutuondolea kila nguvu mbaya. Damu ya Yesu ikapate kwenda kututakasa. Damu ya Yesu ikapate kwenda kutuosha. Damu ya Yesu ikapate kwenda kutuondolea kila nguvu mbaya na kila uharibifu Bwana. Ninaileta damu ya Yesu sasa ikapate kwenda kutakasa, ikatakase anga lote, ikatakase ardhi yote, ikatutakasie mazingira yote. Damu ya Yesu ikafute maneno yote mabaya, ikafute kila taarifa mbaya, ikafute Bwana na kuzimisha kila mioto Bwana inayoinuliwa kinyume na wewe Bwana Yesu, katika jina la Yesu wa Nazareti. Ninaita damu ya Yesu sasa ikapate kwenda kunena mema. Damu ya Yesu ikanene ushindi. Damu ya Yesu ikanene uzima. Damu ya Yesu ikanene ushindi. Damu ya Yesu ikanene uzima katika jina la Yesu wa Nazareti. Damu ya Yesu Bwana ikanene ushindi. Damu ya Yesu Bwana ikanene uzima. Damu ya Yesu Bwana ikapate kwenda kufanya njia Bwana, katika jina la Yesu wa Nazareti. Katakase Bwana kila vizuizi, tunaviangusha chini. Tunaangusha chini kazi zote za giza na kila utendaji kazi na nguvu zote za yule mwovu shetani. Roho za vizuizi Bwana, tunaileta damu ya Yesu sasa ikapate kwenda kuviondosha vyote. Imeandikwa, nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao. Mungu wetu na Baba yetu, tunakuja mbele zako, tunakulilia Bwana. Tunakuomba haki yako ikapate kwenda kutawala katika hili taifa Bwana. Tunakuomba Bwana ukapate kwenda kusimama, ukapate kwenda kututetea katika jina la Yesu. Tunakusihi Mungu wetu ukapate kwenda kuonekana. Tunakusihi Bwana ukapate kwenda kuonekana. Ninakuita Bwana katika jina la Yesu. Tunakuomba Bwana, ninaita damu ya Yesu sasa ikapate kwenda kutanda katika anga lote, mifumo yote na kila uharibifu Bwana ambao unaachiliwa katika anga, katika ardhi na katika mazingira yote Bwana. Tunakwenda kinyume nayo, tunapindua yote na kusambaratisha yote kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu wa Nazareti. Tunaangusha chini falme zote za giza, maana imeandikwa tumepewa mamlaka kukanyaga nge, nyoka na kazi zote za yule adui shetani, na wala hakuna kitakacho tudhuru. Ninaangusha chini falme za giza. Ninaangusha chini utendaji kazi na nguvu zote za yule mwovu shetani. Ninaangusha na kukwepesha na kusambaratisha yote sasa katika jina la Yesu. Ninavuruga sasa kazi za giza. Ninapindua sasa katika jina
jina la Yesu. Roho za uzito, zile roho za uzito, zile roho za uzito, kila roho kutoka kuzimu tunazisambaratisha sasa katika jina la Yesu. Wajumbe wa kuzimu tunasambaratisha sasa katika jina la Yesu. Ninaita moto wa Yesu sasa, ule moto wenye macho ukashuke, ukateketeze kazi za giza, ukateketeze kwa damu ya Yesu. Kila ashera na kila nguvu mbaya zikateketee katika jina la Yesu. Zote zikateketee sasa katika jina la Yesu. Uovu na kila uharibifu Bwana, wote ukateketee sasa katika jina la Yesu. Kila kazi za giza Bwana, roho za vizuizi vya kila namna tunaangusha chini, tunaviondosha sasa katika jina la Yesu. Tunaangusha chini sasa katika jina la Yesu. Tunaita damu ya Yesu sasa kwenda kuvuruga kazi zote za adui shetani katika jina la Yesu. Tunashinda kazi zote za giza, tunashinda ibilisi na nguvu zake zote kwa damu ya mwana kondoo, maana ndivyo ilivyoandikwa. Nasi tunakushinda kwa damu ya mwana kondoo sasa katika jina la Yesu wa Nazareti. Mungu wetu na Baba yetu, tunakusihi ukapate kwenda kuonekana. Roho Mtakatifu tawala ukapate kwenda kuonekana, tawala ukapate kwenda kuonekana. Makusudi yako matimilifu yakapate kwenda kutimia, kusudi la Mungu likapate kwenda kutimia katika jina la Yesu wa Nazareti. Wale wazuiao tunaenda kuwasambaratisha sasa katika jina la Yesu. Tunawapanga malaika sasa kutoka mbinguni, wale malaika wa vita, wale malaika wanaotengenezea njia, wale malaika wa ibada, wale malaika walinzi, wale malaika majemedari wa vita, tunawaleta sasa majira haya. Tunawapanga sasa kila mahali Bwana, tunawapanga sasa sawa sawa na kazi zao, wakapate kwenda kupigana vita upande wa kanisa, wakapate kwenda kupigana vita upande wa kwetu katika jina la Yesu wa Nazareti. Na kwenda kinyume na roho zote za miungu ya kuletwa, miungu itakayoletwa, kila miungu ya kigeni ninakwenda kinyume nayo Bwana. Ninakuomba ukapate kwenda kutawala Bwana Yesu, ninakuomba ukapate kwenda kutawala. Roho Mtakatifu ninakuomba ukapate kwenda kutawala. Makusudi yako Bwana yakapate kwenda kutimia. Zile roho zote za kutuzuilia, zile roho zote za kutuzuilia, zile roho zote za kurudisha nyuma, tunazipindua, tunazisambaratisha sasa katika jina la Yesu. Ninakemea hizo roho za kurudishwa nyuma, hizo roho zinazokushika hao wapendwa, hizo roho zote tunazikemea, tunazipindua, tunazisambaratisha sasa katika jina la Yesu. Tunavua mavazi ya kushindwa, tunavua mavazi ya kushindwa, tunavua mavazi ya kushindwa, tunavaa mavazi ya ushindi katika jina la Yesu wa Nazareti. Kila vazi la kushindwa tulilovalishwa tunalivua sasa, tunaliteketeza kwa moto. Tunaenda kuvaa mavazi yetu ya ushindi, tunakwenda kuvuka upande wa pili, tunakwenda kufika katika baraka zetu, tunakwenda kufika katika kusudi la Mungu, tunakwenda kufika Bwana akapate kwenda kutukuzwa katika jina la Yesu wa Nazareti. Tunaondosha kila vizuizi, tunakata kamba zote za mauti, tunakata kamba zote za mauti. Ninapindua hizo roho za mauti, ninapindua hizo roho za mauti, hizo roho za magonjwa, mauti ya kila namna, mauti za mapema tunazipindua, tunazikemea sasa kwa damu ya Yesu. Ninakemea sasa katika jina la Yesu, tunazikemea zote sasa katika jina la Yesu. Tunavuruga sasa kila utendaji kazi, tunatuma damu ya Yesu sasa kokote kule ambako wananena mabaya juu yetu. Tunatuma damu ya Yesu ikafute mabaya yao, tunatuma damu ya Yesu ikaondosha uharibifu yao, tunatuma damu ya Yesu sasa ikapate kwenda kusambaratisha kila kazi za giza na kila utendaji kazi Bwana wa nguvu za giza katika jina la Yesu wa Nazareti. Nuru yako Yesu ikapate kwenda kuangaza katika jina la Yesu. Nuru yako Bwana ikapate kwenda kuangaza mahali tazama Bwana, nuru inang'aa gizani, hata giza hiyo haikiweza kuishinda katika jina la Yesu wa Nazareti. Hiyo nuru ni wewe Yesu mwenyewe. Tunakusihi Bwana ukapate kwenda kuangaza, ukaangaze katika taifa letu, ukaangaze katika kanisa lako ulimwenguni kote Bwana. Tizama wanavyoinuka, tizama wanavyoliinukia kanisa wakitaka kuleta uharibifu Bwana. Tunapiga hizo roho za uharibifu, tunapiga hizo roho za vizuizi, tunapiga kwa damu ya Yesu, tunapiga katika jina la Yesu, tunapiga kwa moto wa damu ya Yesu. Tunavuruga yote sasa katika jina la Yesu wa Nazareti, tunavuruga yote sasa katika jina la Yesu wa Nazareti. Utisho wako kwa Bwana ukapate kwenda mbele yetu, utisho wako sasa katika jina la Yesu, utisho kwa mpendo wako huyu Bwana, utisho wako katika jina la Yesu. Bwana tunakusihi, tunakushukuru, tunasema ni asante kwa sababu wewe ni mwaminifu. Sifa na utukufu zote tunazirudisha kwako Bwana. Karibu Roho Mtakatifu Bwana, ukapate kwenda kunipa kunena sawa na vile utakavyo, kwa maana ni wewe Bwana, kwa ajili ya utukufu wako katika jina la Yesu. Baba ninakushukuru kwa sababu wewe ni mwema. Sifa, shukrani na utukufu zote ninazirudisha kwako, ni katika jina la Yesu. Amen. Haleluya mpendwa. Haleluya mpendwa, utaendelea kuomba wala usiache kuomba. Lazima tuombe bila kuchoka mpaka tufike katika baraka zetu, mpaka tufike katika pale ambapo Bwana ametukusudia kufika. Sisi kama individual, sisi kama mtu mmoja mmoja, na pia sisi kama taifa, lazima tufike katika jina la Yesu. Hakuna wa kumzuilia Bwana. Kama Mungu akisema kitu, kama Mungu akiahidia kitu, atakitimiza. Amina. Na sisi twende tukachuchumilie pale mpaka tuzione baraka zetu kama mmoja mmoja na mpaka kama taifa katika jina la Yesu. Amina. Basi leo tunakwenda kujifunza ama tunakwenda kutafakari somo ambalo linakwenda kwa jina la imani. Haleluya. Imani ni nini basi? Mtu anakuambia, wewe bwana una imani, wewe mbona hauamini? Imani ni nini? Imani ni kuwa na uhakika wa lile jambo tunalolitarajia kama limesha kuwepo.
Amina. Twende tukasome kile kitabu cha Waebrania. Tufungue kitabu cha Waebrania sura ya Waebrania 11. Tufungue Waebrania 11. Amina. Waebrania 11, kitabu cha Waebrania, fungua Waebrania sura ya 11. Tuanze kusoma kuanzia mstari wake wa kwanza. Amina. Neno la Mungu linasema, basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Maana kwa hiyo wazee wetu walishuhudiwa. Kwa imani twafahamu kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu, hata vitu vinavyoonekana havikufanywa kwa vitu vilivyo dhahiri. Kwa imani Habili alimtolea Mungu dhabihu iliyo bora kuliko Kaini, kwa hiyo alishuhudiwa kuwa ana haki. Mungu akazishuhudia sadaka zake, na kwa hiyo ijapokuwa amekufa angali akinena. Kwa imani Henoko alihamishwa asije akaona mauti, wala hakuonekana kwa sababu Mungu alimhamisha. Maana kabla ya kuhamishwa alikuwa ameshuhudiwa kwamba amempendeza Mungu. Lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza, kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko, na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Kwa imani Nuhu akiisha kuonywa na Mungu katika habari za mambo yasiyoonekana bado, kwa jinsi alivyomcha Mungu, aliunda safina apate kuokoa nyumba yake, na hivyo akahukumu makosa ulimwengu, akawa mrithi wa haki ipatikanayo kwa imani. Haleluya. Kwa imani Ibrahimu alipoitwa aliitika atoke aende mahali pale atakapopapata kuwa urithi, akatoka asijue aendako. Kwa imani alikaa ugenini katika ile nchi ya ahadi, kama katika nchi isiyo yake, akikaa katika hema pamoja na Isaka na Yakobo, warithi pamoja naye wa ahadi ile ile. Haleluya. Maana alikuwa akiutazamia mji wenye misingi, ambao mwenye kuubuni na kuujenga ni Mungu. Kwa imani hata Sara mwenyewe alipokea uwezo wa kuwa na mimba alipokuwa amepita wakati wake, kwa kuwa alimhesabu yeye aliyeahidi kuwa mwaminifu. Amina. Imani ni uhakika hata kama haujaona katika mwili wa damu na nyama, lakini hakika ndani yako unaona na unaliona likitimia hilo jambo. Pasipo imani hatuwezi kumpendeza Mungu. Na imani thabiti na imani ya kweli kwa Mungu tunapata kwa kulisikia neno la Mungu. Amina. Wapo watu wengine yamkini wataamini katika vitu, wengine wataamini katika mali, wengine wataamini katika miungu kulingana na ambako wametoka, kulingana na ambako wamezoea. Amina. Lakini sisi tunamwamini Mungu, na imani yetu tunaipata kwa kulisikia neno la Mungu. Amina. Kama tunavyoona Ibrahimu alitoka kwa imani, akamwamini Mungu alivyomwambia toka hapo nitakwenda nitakubariki, akatoka kule akaenda kwa imani kweli. Amina. Tunaona jinsi ambavyo Mungu alisema na Nuhu kwa habari ya safina, akamwamini Mungu. Usidhani kwamba lile jambo lilikuwa ni jepesi kuijenga ile safina katikati ya watu wenye maneno maana ndani ya watu, ndani ya wanadamu pana ubatili mkubwa sana. Amina. Watu wanaweza kukukatisha tamaa, na adui anawatumia wale watu ili aweze kukukatisha tamaa, kwa sababu shetani hawezi akaja akasema ataongea na wewe, lakini atatumia wale watu ambao wamekuzunguka. Amina. Watakuongelea maneno ya kukatisha tamaa. Hebu fikiria, vaa viatu vya Nuhu unavyoanza kuijenga hiyo safina. Kumbuka kwamba alitumia fedha katika kuijenga hiyo safina. Kumbuka kwamba alitumia ule moyo wa imani, kutokukata tamaa, akaijenga kweli. Na Mungu kweli kwa wakati wake, Mungu kweli alikwenda akatimiza, mvua ikanyesha, pakawa na gharika. Amina. Kwa ikawa ni ole kwa wale ambao hawakuamini. Amina. Lakini tizama jinsi ambavyo Nuhu akafanya lile jambo na likamtwalia Mungu utukufu, na tizama haki, akaipata haki kwa imani. Umeona? Haki ikamrudia. Amina. Kwa hiyo tunaona ya kwamba kwako wewe ambaye umeamua kumfuata Yesu na kumkabidhi Yesu maisha yako,
awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Imani ni namna yote ya maisha, yani namna yako yote ya maisha, jinsi unavyoishi, tunapaswa kuiona imani. Haleluya. Imani ni maisha yako yote ya kila siku. Amina. Kwa sababu mishale inarusha kila wakati. Hausemi kwamba ngoja nikuze imani sasa hivi na najiandaa, kwa sababu kuna ule mshale unakuja kwa namna ambavyo hata haujui, pap huo umeshakuja. Sasa unakupashwa wewe kukuta umevaa ile ngao ya imani, ili kwamba ule mshale, yale maneno mabaya, ule uharibifu unapoletwa kwako, unakuta kwamba uko thabiti, uko na ngao ya imani, unapiga unarudi kule ulikotoka. Amina. Kama kuna kitu ambacho adui anapambana nacho sana kwenye maisha ya mwanadamu, ama kwenye maisha ya wewe mwanadamu uliyookoka, ni imani. Amina. Kwa sababu imani inakuja kwa kusikia neno la Mungu. Basi hata adui atakuletea taarifa mbaya ili kuua imani yako, na matokeo yake kukufanya kushindwa kuishi maisha ya ushindi sawasawa na mapenzi ya Mungu. Tukisoma katika kile kitabu cha Wakorinto wa pili, fungua kitabu cha Wakorinto wa pili sura ya 10. Wakorinto wa pili sura ya 10, tusome mstari wake wa 3 mpaka wa 5. Neno la Mungu linasema, maana ingawa tunaenenda katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Maana silaha za vita vyetu si za mwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome, tukiangusha mawazo na kila kitu kilichoinuka kijiinuacho juu ya elimu ya Mungu, na tukiteka nyara kila fikra ipate kumtii Kristo. Amina. Tunaona hapo neno la Mungu linasema tukiangusha mawazo. Kwa hiyo ufahamu wako una nafasi kubwa au yote, ama kukufanya ushindwe au ushinde katika vita unayoipigana ya imani. Kila jambo unaloliona lilianza kwa mawazo, halafu likafanyiwa kazi. Yani tunakuta wazo, ambalo lile wazo linakuwa ndani ya mwanadamu, halafu neno atatamka neno kwamba kuna hili jambo hili na hili tulifanyaje. Amina. Atalifanyia kazi na litatokea matokeo. Kwa hiyo sasa shetani anachokuja kukifanya, anakuwaia hapa kwenye mawazo hapa, si ndio? Utakuja utaletewa vitu vibaya, utaanza kuwaza, utaanza kuvitafakari. Utakuja utaletewa mawazo ya kushinda, utaanza kuyawaza, utaanza kuyatafakari. Sasa lile wazo la Mungu ambalo ameliweka ndani yako, ambalo ni maono yake, ambalo anataka uyafanyie kazi, yatatoka vipi ukapata kwenda kuyatamka, ukayaandike vizuri kama Habakuki alivyosema kwamba hayo maono yachore vizuri katika ubao, kwa sababu yajapo kawia yatatimia. Amina. Utayaandika vipi kama hata hapa kwenye wazo utashindwa kutoka, utaletewa mawazo mabaya? Lazima ushinde hapa kwenye wazo. Unawaza nini juu ya Bwana? Neno la Mungu linasema, sasa unawaza nini juu ya Bwana? Yeye atakomesha, atakomesha hayo mateso. Sasa wewe, yeye anasema atakukomeshia mateso. Wewe unawaza nini? Haya mateso ni mengi sana. Mungu, mimi sitaweza kuvuka hapa. Mungu, mimi sioni njia. Mimi Bwana, mimi naona baba nimeshashindwa. Hapana, Yesu ndio njia. Amina. Yesu ndio njia. Kwa hiyo usikate tamaa. Lazima tujifunze yani anakuambia utasukuma mpaka ufike katika baraka zako. Amina. Pambana mpendwa. Hebu jiulize, kipindi wakati mfalme Daudi alipoenda kuipigana vita, aliporudi akakuta ya kwamba wake zake wamechukuliwa, pamoja na mali zake. Umeona? Kwa sababu tunajua katika Biblia jinsi ilivyoandikwa, tukaona kwamba vitu vyake vimechukuliwa vyote. Ingekuwa ni wewe, ungefanyaje? Ingekuwa ni wewe unakuta vitu si unasema sasa, wewe Mungu umeniacha, wewe Mungu sasa mimi sioni njia, wewe Mungu mbona nimeenda kutumikia alafu mbona nimerudi tena huko nimekuta mambo yamekuwa hivi. Daudi alijitia nguvu katika Bwana, na wewe jitie nguvu katika Bwana mpendwa. Usikubali kukatishwa tamaa hata kwa kitu kimoja. Uko mzima, uko na pumzi, wewe liitie jina la Bwana. Nakwambia hakuna ambaye ameliitia jina lake alafu akabaki tu hivi hivi. Atakuja atakusaidia hapo. Amina. Alafu nikwambie tu kitu kimoja kabla sijaendelea na hili somo la imani. Unajua pale unapookoka, unapata ile furaha, unapata yani unapata ile excitement, unakuwa unafurahia, unaona sasa mambo yamekuwa mazuri, unapata ile amani ya Kristo inakuwa nyingi ndani yako. Yani unakuwa unaona vitu, kila unachokigusa kinaenda, unasema namshukuru Mungu kwa ajili ya wokovu. Lakini sasa
malengo ya Mungu si hapo. Malengo ya Mungu ni kukufikisha mahali fulani, na katika kukufikisha hapo anakotaka kukufikisha, ujue lazima utapita katika shule yake, utapita katika viwango vyake, utajaribiwa ndani ya hivyo viwango ili uweze kufika katika lile kusudi ambalo Mungu amekupangia bila mashaka yoyote. Na utakapofika hapo, uweze kuwasaidia na wengine kuweza kusogea. Amina. Uweze ukawa ushuhuda, ukamwambia mwingine, jamani, jambo hili linawezekana, usikate tamaa, wewe endelea kung'ang'ania, endelea, omba, fanya hivi. Utawaelekeza watu, utakuwa ni ushuhuda. Amina. Na pia hautasahau pale ambapo Mungu amekutoa, pale ambapo utapata zile baraka, kwa sababu pia utakapobarikiwa sana kabla Mungu hajakujenga katika msingi vizuri, zile baraka zinaweza zikageuka, ama adui akazigeuza zikawa ni mateso kwako, ama zikawa ni sababu ya wewe kumkosea Mungu. Na Mungu hataki hivyo. Mungu baraka zake hazina majuto. Mungu anataka akikubariki uendelee kumtukuza, uendelee kuwa ushuhuda, usimgeuke Mungu. Amina. Ndio maana tunapitishwa katika viwango tofauti tofauti. Amina. Kwa hiyo usikate tamaa. Amina. Usikate tamaa hata kwa wakati mmoja. Adui akiona unapambana kutoka, anakuletea mawazo ya kukuangusha na kukurudisha nyuma kila wakati. Kwa hiyo inakupasha na wewe ujue namna ya kushinda. Lazima umshinde adui katika jina la Yesu. Ni lazima kusimama thabiti katika mawazo, katika kumwamini Mungu, na usikubali kuletewa mawazo ambayo yatakuwa kinyume na mpango wa Mungu juu ya maisha yako. Usipokee kila kitu. Usipokee na kuingiza kila kitu. Vitu vingine vikatae mapema kabisa. Amina. Mawazo mabaya yanaweza yakakudhoofisha katika kiwango cha kukushusha chini na kukufanya ujione si kitu kabisa, lakini usikubaliane na mawazo hayo mabaya. Kumbuka Gideon, wakati malaika amemtokea, alimuita ni shujaa. Mbingu zinatambua zinamtambua yeye ni shujaa. Mbingu zinakutambua wewe kwa namna ya tofauti sana. Jinsi ambavyo Ibilisi anakuaminisha katika kichwa chako. Amina. Yaani mbingu zinavyotutambua mimi na wewe, zinavyotutambua sisi wapendwa, ni kwa jinsi ya tofauti sana na ambavyo Ibilisi anatuambia katika akili zetu, katika fahamu zetu. Anakuwekea mawazo ya kukushusha, lakini wewe si wa huko. Wewe ni shujaa. Gideon alikuwa ameshajikatia tamaa, anajiona maisha hayawezekani tena. Wacha afiche wapate kula, waendelee kuishi. Lakini malaika alipofika pale alimwambia, ewe shujaa. Amina. Kumbuka, imani bila matendo imekufa. Inua imani yako leo. Wewe ni wa thamani sana. Usikubaliane na mawazo potovu ya shetani, na Mungu akusaidie sana. Amina. Na kuombea Mungu akupe neema yake uweze kuvuka hapo unapopita, na uvuke kwa ushindi mkubwa, na Mungu akatukuzwe katika yote, katika jina la Yesu. Amina. Mpendwa, wacha tukaombe. Mungu wetu na Baba yetu, tunakushukuru, tunasema ni asante Bwana. Ninakurudishia sifa na utukufu Mungu wangu. Ninasema asante Bwana kwa ajili ya kutukumbusha kwa habari ya imani, na kwa ajili ya kututia moyo kwa habari ya kuendelea kukuchuchumilia kwa ajili ya kukuangalia wewe Bwana Yesu. Ninakuja mbele zako, ninamleta mpendwa huyu Bwana. Ninakuomba ukapate kwenda kugusa imani yake Bwana. Ninaomba neema yako ikazidi kwake. Naomba ukamuongezee neema yako. Imani yake ikapate kwenda kukua. Imani yake isipate kwenda kutindishwa. Imani zetu sote Bwana zisipate kwenda kutindishwa hata kwa wakati mmoja Bwana. Ninakuomba utuongezee imani kwako Bwana Yesu. Ninakuomba ukuze imani zetu Bwana. Nakuomba uinue mioyo yetu pale ambapo imeinama chini. Ninakuomba ukatusaidie Bwana katika jina la Yesu. Utujalie nguvu yako, Roho Mtakatifu mfariji wa kweli. Ninakuomba ukatusaidie, msaada wetu. Ninakuomba ukatusaidie. Tumekutegemea wewe ili tusiaibike daima Bwana. Tumekutegemea wewe ili tusiaibike hata kwa wakati mmoja. Ninakuomba ukatutangulie na kutusaidia Bwana katika jina la Yesu wa Nazareti. Ninaangusha chini sasa kila wazo ambalo ni kinyume na mapenzi yako, kila fikra ambayo ni kinyume na mapenzi yako Bwana. Tunaangusha chini hizo ngome zote za mawazo katika jina la Yesu. Tunaangusha chini hizo ngome zote za mawazo katika jina la Yesu. Tunaangusha chini hizo ngome zote za mawazo katika jina la Yesu. Tunaziangusha chini hizo ngome zote za mawazo kwa damu ya Yesu. Tunaziangusha chini hizo ngome zote za mawazo katika jina la Yesu. Tunaziangusha chini hizo ngome zote za mawazo kwa damu ya Yesu. Tunaangusha chini, tunakwenda kinyume nayo sasa katika jina la Yesu kwa damu ya Yesu. Na kwenda kinyume sasa na hizo ngome zote za mawazo kinyume na wewe
wewe Bwana, na ninatisha kila fikra ikapate kwenda kukutii wewe Kristo, katika jina la Yesu wa Nazareti. Fikra zetu Bwana, fikra za mpendwa huyu Bwana, ninazitisha Bwana zikapate kwenda kukutii wewe Kristo, katika jina la Yesu wa Nazareti. Ninakushukuru Mungu kwa sababu ya neema yako na upendo wako na uweza wako, katika jina la Yesu. Amen. Asante Yesu, ni katika jina lako Yesu wa Nazareti. Amen. Basi mpendwa wangu, kabla sijamaliza ama kabla sijatoka nikukumbushe tu mpendwa, ama ni kuombe mpendwa, wewe ambaye haujaokoka bado, ama wewe ambaye umeokoka lakini kwa namna moja ama nyingine unaona umerudi nyuma na unahitaji kuokoka, unahitaji kuyakabidhi maisha yako mbele za Bwana Yesu, Mungu akapate kwenda kukusamehe dhambi zote kabisa. Mpendwa, Mungu Bwana Yesu amekuja kwa ajili ya sisi wenye dhambi, hajaja kwa ajili ya wale wakamilifu. Amina. Kwa hiyo usisite wala usijisikie vibaya. Amina. Hata kama utaanguka mara ngapi, rudi kwake Mungu, kwa sababu yeye ndo mwenye uzima wetu. Amina. Usione vibaya ukasema kwamba mimi Bwana mimi naona mimi ni wa huku. Hapana. Mungu amekuja kwa ajili ya sisi ambao tuna madhaifu, tunajitia nguvu. Amina. Kwa hiyo usianguke chini, usikate tamaa. Muangalie yeye Yesu. Endelea kumuomba yeye Yesu. Utafika wakati utasahau hata ni kwa namna gani ulitoka, hautakaa kujua. Amina. Mungu wetu ni mwaminifu sana. Amekutunza hai mpaka leo kwa sababu anakusudi na maisha yako. Haujaja duniani kuzurura. Amina. Haujaja duniani kwamba wewe ni mtu wa kawaida tu, kwamba wewe ni wa kuzurura tu, ni wa kuwasindikiza wengine. Hapana. Nikwambie mpendwa, Mungu amekupa uzima, Mungu amekupa uhai kwa sababu anakusudi na maisha yako. Anakusudi na wewe kwa ajili ya familia yako. Anakusudi na wewe kwa ajili ya watoto wako, kwa ajili ya kizazi chako. Amina. Ndio maana amekutunza hai, na anataka uyasikie maneno haya ninayokuambia leo, ili ukapate kwenda kubadilisha maisha yako, ili ukamruhusu yeye aingie ndani yako akabadilishe maisha yako. Amina. Kwa sababu hakuna neno lolote linalomshinda Mungu wetu. Mungu wetu anayaweza yote. Mungu wetu ni mtakatifu na anaweza yote. Mungu wetu ni muweza wa yote, ana nguvu zote. Mungu wetu ni jemedari wa vita. Hakuna vita ambayo Mungu haiwezi. Hakuna vita, hakuna lolote lile jipya chini ya jua. Yeye ndio ameumba kila kitu. Ameumba ulimwengu na vyote vijazavyo, vyote ni yeye ameviumba. Amina. Kwa hiyo usikatishwe tamaa na kitu chochote. Basi wewe ambaye unataka kuokoka saa hii, ninaomba utaomba pamoja na mimi maombi haya, na Mungu atakubariki na Mungu atakugusa kwa namna ya kipekee kabisa, katika jina la Yesu. Amina. Utarudia nyuma yangu. Bwana Yesu, ninakuja mbele zako. Ninakushukuru Bwana kwa ajili ya muda huu. Ninaomba unirehemu na kunisamehe dhambi zangu na makosa na maovu yangu yote. Ninakuomba Bwana uingie katika maisha yangu leo. Ninakupokea Bwana Yesu, uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ingia katika maisha yangu, nibadilishe maisha yangu. Ninayakabidhi maisha yangu mikononi mwako. Ninakuomba wewe ndio ukahusike na maisha yangu. Wewe ndio ukaguse maisha yangu. Wewe ndio ukapate kwenda kunionekanikia katika kila njia zangu zote Bwana. Mungu wangu, ninakuja mbele zako Bwana. Ninakuomba ukanisaidie. Nipe neema ya kutokutenda dhambi. Nipe neema ya kutokurudi nyuma Bwana. Nipe neema ya kusonga mbele na kuishi maisha ya utakatifu. Na unipe neema Bwana niweze nikafanikiwa katika utakatifu ambao Bwana umeuachilia, katika wokovu ambao Bwana umenipa. Nakushukuru Mungu kwa ajili ya neema hii ya wokovu. Ninakutukuza Bwana, ni katika jina la Yesu. Amen. Mpendwa, hongera sana kwa kuokoka. Hongera kwa kumpokea Bwana kumpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Mungu ana haja na wewe. Mungu anakupenda sana. Wacha niombe alafu tufunge. Lakini hata kama tunafunga, wewe usiache kuendelea kuomba. Usiache kuendelea kuomba kuliombea taifa letu la Tanzania. Usiache kuendelea kuliombea kanisa la Yesu. Usiache kuendelea kuombea watakatifu wa Mungu. Usiache kuomba mpendwa. Amina. Tuombe bila kuchoka. Tusiache kuombea familia zetu. Tusiache kuombea familia zetu. Tusiache kuendelea kuombea ukombozi katika familia zetu. Mungu yeye atakwenda kutukomboa. Mungu yeye atakwenda kubadilisha maisha yetu. Mungu yeye atakwenda kuhusika na sisi. Amina. Mungu atusaidie sana, na Mungu akapate kwenda kusema nasi na akapate kwenda kutuokoa katika jina la Yesu. Amina. Basi Mungu wetu na Baba yetu, tunakuja mbele zako, tunakushukuru. Nasema asante kwa ajili ya wapendwa hawa Bwana, ambao leo Bwana wamekukabidhi maisha yao. Wameokoka, wamekukubali Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Ninakuja mbele zako Bwana, ninawaleta mbele zako. Ninakuomba Bwana ukahusike nao. Ninakuomba Mungu wewe mwenyewe ukawaachilie Roho wako Mtakatifu akapate kwenda kuwafundisha, akawasaidie Bwana katika jina la Yesu. Akawape sehemu, akawape mwongozo na sehemu sahihi ya kwenda kukulia wokovu,
nguvu katika jina la Yesu. Mungu wangu na Baba yangu, ninakemea roho za vizuizi, ninakemea roho za malipizi na visasi, na ninakemea zile roho zote za kurudishwa nyuma. Ninazikemea na kuzipiga zote zikapate kwenda kuwaachilia. Bali Bwana, ninakuomba wewe ukapate kwenda kuhusika mwenyewe. Bali Bwana, ninakuomba wewe ukapate kwenda kusimama mwenyewe. Usinyamaze kimya Mungu wangu katika jina la Yesu. Ninakuomba Bwana ukatende kwa ajili ya utukufu wako. Basi Bwana, ninajikabidhi yote mikononi mwako, ninawakabidhi wapendwa wako wote mikononi mwako Bwana, na katika jina la Yesu nimeomba. Na pia ninakabidhi Tanzania, ninakabidhi na taifa letu la Tanzania pamoja na kanisa la Yesu, ninalikabidhi mikononi mwako. Ninakuomba Bwana ukapate kwenda kusimama mwenyewe, ukapate kwenda kututetea Bwana, maana wewe ni Mungu usiyeshindwa, wewe ni muweza wa yote. Simama Bwana ukapate kwenda kututetea, ni katika jina lenye nguvu, jina lenye thamani la Bwana Yesu. Amen. Amen. Mpendwa, hongera. Mungu akubariki. Mungu aendelee kukuinua. Usikate tamaa wala usikatishwe tamaa na kitu chochote kile. Mungu wetu anaweza yote. Amina. Mungu wetu anayaweza yote. Kwa hiyo wewe endelea kumwamini Mungu. Amina. Endelea kumwamini Mungu katika yote. Yeye Mungu anayaweza yote. Hakuna neno lolote ambalo linamshinda Mungu. Kwa hiyo simama imara katika yote. Simama imara katika kumpenda Mungu. Amina. Na Mungu akubariki sana sana sana. Hongera na Mungu akubariki katika jina lenye nguvu, lenye thamani la Bwana Yesu. Amen. Asante.